watoto wanaohitimu ngazi mbalimbali wanaingia kwenye soko la ajira, zaidi ya milioni 2 kila mwaka. Hawawezi hawa wote wakaajiriwa milioni 2 kila mwaka serikalini, kwa sababu tangu uhuru idadi ya watumishi wote wa umma hata hawajazidi 600,000, 600 mpaka 700,000. Hiyo ni namba ya tangu uhuru. Maana yake nini? Maana yake lazima tukuze sekta binafsi ambayo inaweza kutoa ajira kwa wingi kwa watoto wa Kitanzania. Maana yake nini? Lazima tuvutie uwekezaji na tulinde uwekezaji. Leo hii tunapokuwa na kiwanda kikubwa kama hiki, kila mmoja anawajibika kuhakikisha kwamba uzalishaji unakuwa endelevu ili kulinda ajira, lakini pili, kuhakikisha uendelevu wa mapato ya kodi, tatu, kuhakikisha kwamba tunalinda uzalishaji ili bidhaa ziweze kupatikana. Unajua, hawa viongozi wetu wakiwa wanaongea, tusipokuwa tunawajibu, watafikiri kwamba kila wanachokiongea ni sahihi. Waziri Mkuu amesema wazi kwamba serikali haiwezi kuajiri graduate wote. Kwa hiyo tunahitaji pia wawekezaji kwa ajili ya kuchukua baadhi ya graduates, si ndio? Watu wanaotoka mavioni. Lakini kwa nini sisi binadamu tunaishi? Tunaishi kwa sababu tunapata chakula. Yaani tukikosa chakula hatuwezi kuishi. Hakuna binadamu anayeishi kwa sababu ya ajira. Hapana. Binadamu tunaishi kwa sababu tunapata chakula. Alichokosea bwana Waziri Mkuu ni kutokugusia kwamba pia tunahitaji tubadilishe mtaala wa elimu yetu ili usiwe tu unazalisha watu wa kwenda kuajiriwa, bali pia uwe unazalisha watu wenye uwezo wa kujiajiri. Ndugu zangu, yani wote tunapewa ile elimu ya mkoloni ya kwenda kuajiriwa. Sijui unaelewa hicho alichokiongea Waziri Mkuu, kwamba mfumo ni ule ule, wapumbaze hawa kwamba ili waishi lazima waajiriwe. Ndugu zangu, hatuishi kwa sababu ya ajira, tunaishi kwa sababu tunapata chakula. So na shule tunakwenda ili tupate elimu ya kuyatawala mazingira yatupe chakula. Period. Unavyoajiriwa kuendesha hiyo mitambo ya huko viwandani, unapata fedha, unakuja kununua chakula, si ndio? Ungekosa hiyo ajira ya kwenda kuendesha hiyo mitambo, ungelima chakula ili upate chakula uendelee kuishi. Sijui inaeleweka. Yaani Waziri Mkuu kusema kwamba njia ya kusaidia vijana wa Tanzania ni kuwaita wawekezaji wengi nchini Tanzania na kuwapa vijana ajira, pasipo na kugusia mtaala wa elimu kwamba nao unahitaji kubadilishwa ili vijana wasiwe na ile mindset kwamba kuna ajira. Ndugu zangu, unavomaliza shule inabidi kwamba swala la ajira ni la mwisho. Inabidi uwaze fursa zinazokuzunguka wewe. Nikilima pilipili naweza nikaziuza Tanzania nzima. Nikilima mahindi naweza nikauza Tanzania nzima. Tunajua mfumo wetu haupo sisi kujitambua. Hupo baadhi ya kikundi cha watu kututambua sisi. Hiyo lazima niwakumbushe wa Tanzania, sitaacha kuambia. Kama ningeingia kwenye database ya mazao fulani ya Tanzania nikajua kumbe nikilima hichi naweza nikauza. Hatuna huo mfumo. Lakini kuna aliens wanajua Tanzania kwa mwaka inatumia ngano kiasi fulani na uagizwaji wa ngano kutoka nje ya nchi ni kiasi fulani. Sijui unanielewa kwamba unaweza ukalima ngano ukaiuza Tanzania kwa sababu hatuna ngano ya kutosha. Lakini wanaojua huu mchezo na kina Baresa, kina Moa, kina Zania, wewe hujui. What is my point? Waziri Mkuu, ajira sio jawabu la matatizo yetu. Ajira litakuwa jawabu la matatizo yetu kwa sababu we are pre-programmed kwamba lazima tuajiriwe. Kumbuka Waziri Mkuu, mfumo wa elimu yetu bado structured by mkoloni. Hakikisheni maeneo yote ambayo tuna bidhaa za ndani za kujitosheleza, waagizaji wa bidhaa hizo wasipate misamaha ya kodi kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi. Tutatoa unafuu wa bidhaa zinazotoka nje ya nchi kama uzalishaji ndani ya nchi haujitoshelezi, na kwamba bidhaa hizo zikitoka nje na uhaba ulioko ndani utasababisha upungufu wa bidhaa na hivyo kusababisha gharama kuwa ya juu
kwa kiwango ambacho wananchi watashindwa kumudu kununua bidhaa hizo. Kwa bidhaa ambazo tumejitosheleza, msitoe misamaha kwa bidhaa zinazotoka nje ya ukanda huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC kama ambavyo tumesainiana kwenye mikataba yetu. Najua kwenye yale maeneo ya uagizaji wa bidhaa, kwanza ni rahisi kufanya uagizaji kuliko kuzalisha kiwanda kama hiki. Lakini kiuchumi, kiwanda kama hiki kina manufaa mapana ya kiuchumi na ajira kwa watoto wa Kitanzania kuliko uagizaji wa bidhaa ambayo kiwanda hicho kiko huko ilikozalishiwa bidhaa. Ajira ziko kule ilikozalishiwa bidhaa. La pili, kama kwenye sheria tulizoweka kuna baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa yabadilishwe kwa sheria, wizara zinazohusika, kaeni mapema kabla hatujaenda kwenye bunge la bajeti, ili tubadilishe maeneo yanayohitaji marekebisho. Tusitoe msamaha wala tusitoe nafuu. Najua tuna mianya mingi ya kutoa hizo nafuu, wala tusitoe nafuu kwa bidhaa, kwa uagizaji wa bidhaa kutoka mabara mengine, ili hali tukiwa tumejitosheleza kwenye bidhaa hizo. Hatutaweza kulinda viwanda vyetu kama tutafanya Tanzania ni dumping place ya bidhaa kutoka mabara mengine. Zile tunazoweza ambazo tumejitosheleza, tumepewa taarifa hapa na Mheshimiwa Waziri kwamba hii ni mojawapo ya bidhaa ambayo tumeshajitosheleza. Lakini najua pia tuna bidhaa zingine ambazo tumeshajitosheleza. Tuheshimu mikataba ya ndani ya jumuiya, lakini na mikataba ya ndani ya jumuiya tuna mambo ambayo tumekubaliana ya wazi kwamba hamna mshirika mmoja wa ndani ya jumuiya ambaye yeye atakuwa lango, atakuwa uchochoro wa kupitisha bidhaa zinazotoka mataifa mengine ziingie kwenye jumuiya, ili ziingie ndani ya jumuiya ili ziweze kupata manufaa ya misamaha. Waziri Mkuu alikuwa na hoja kwamba huyu mwekezaji wa kiwanda cha mabati alindwe kwa kuzuia uagizaji wa bidhaa anayoizalisha kuletwa ndani ya nchi. Ni wazo zuri kabisa, wala hatuna shaka nalo. Ndivyo wawekezaji wanavyolindwa. Lakini huyu mtu akijiona kwamba yeye ndiye mzalishaji pekee na wa kuuza hii bidhaa, hawezi kuwa dikteta wa bei. Like hana mshindani na huna sehemu nyingine ya kununua hii bidhaa. Nimesikia pia kuna wengine wanazalisha mabati pia, sio huyu tu. Lakini hoja yangu ilikuwa kuwa na mwekezaji anayezalisha bidhaa ndani ya nchi na kuingia mkataba naye kwamba utatakiwa kuzuia uingizaji wa bidhaa anayoizalisha, mkasainiana hiyo kitu, sometime ni hatari, kwa sababu ana uwezo wa kuwa dikteta wa bei. It's very dangerous. Na ni mikataba kama hiyo mingi sana serikali imeingia. Nasikiaga especially na watu wa mawasiliano, sijui kwamba mtu anaweza akaja akafunga investment yake ya kuuza ya kutoa huduma fulani, lakini akawa na kipengele na serikali kwamba huruhusiwi kuniletea mshindani. Maana sisi tunakuwa tumewekwa sehemu kwamba hatuna plan B ya ile huduma inayotolewa. Watu wanaojua masuala ya biashara wanaelewa. So hoja yangu ni ipi? Tukiwa na akili ya kuwalinda tu wawekezaji, sometime ni hatari kwetu sisi walaji. Hoja bora ni hii, lazima niwaambie Watanzania. Watanzania, mimi nikifungua kiwanda, hicho kiwanda ni changu, nataka faida. Haya yameshatokea kwa wenzetu, lazima tuiambie serikali. Wakati wewe umeleta hiyo kiwanda yako ambayo sisi hatuna, lazima ututrain na sisi tuipate hiyo taaluma. Watanzania, hivi mnafikiri China imefikaje pale? China ilimwambia Marekani, yes, njoo wawekeza kwangu, lakini lengo ni moja tu, fundisha hawa Wachina wangu. Leo hii ni bidhaa gani ambayo wawekezaji walikwenda kuwekeza China, wa China wazalishi? Tukikaa hapo kama mabogas, tukiwa tunapiga makofi, tuna viwanda, alafu hatuna mfumo wa kunyonya hizi
hizi teknolojia zikabaki kwa Watanzania. Yaani lazima tuwe na mfumo kwamba hizi teknolojia zinazokuja nchini zinabaki kwa Watanzania. Hawa watu kuna siku watafungasha ama viwanda yao wataondoka. Kamwambie Marekani, sasa hivi ndio Marekani anatafuta wawekezaji. Au nyinyi mnaishi wapi wa Tanzania? Mimi naishi mtandaoni. Kila siku Trump anagombana na Wajapani, wa Korea Kusini, njooni mwekeze kwangu. Reindustrializing America. Tunarudisha viwanda tena Marekani. Viliondokaje? Kwa sababu viwanda vilikuwa vinamilikiwa na mabepari. Angalia sasa hivi mshindani mkubwa wa Elon Musk nani? Ni magari ya Kichina ya umeme ya BYD. Lakini teknolojia ya magari wachana walipelekewa. Hoja yangu ni nini? Lazima tuwe na department ndani ya nchi ya Tanzania. Basically ni ile department yangu JKT, kwamba kila teknolojia inayoletwa nchini Tanzania lazima Watanzania wawe nayo, warithishane generation na generation. Department hiyo ni JKT tu, hamna nyingine. JKT ina department kwamba hatuna teknolojia ya kuzalisha mabati. We gotta have it. And we gotta open our plant to produce this shit. We must make sure we have this department to make sure kwamba tunakuwa na viwanda vya Watanzania. Nisikilize, mimi kufungua kiwanda, mimi Black Mud, haimaanishi kiwanda ni cha Watanzania. Nimeshaelewana na kina Black Rock huko, wameshanipa mchongo. Come on, Watanzania. Na wapaga mfano mzuri. Mo au akina Baresa au marehemu mengi hawako pale kwa ajili ya Watanzania. Wako pale kwa ajili ya maagenti fulani nje. We need Tanzanian department to make sure we gonna collect all technologies we do not have so that we can pass to our generations. Hakuna mwekezaji anayekujaga kuwekeza kuisaidia nchi, no. Wawekezaji wanakuja kuwekeza kutafuta faida. Na wakiona mambo yao hayaende vizuri, wanafungaga biashara zao, wanaondoka. Alafu sisi tunabaki hatukupata hiyo teknolojia. What a shame. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna project kubwa ambayo inakuja hapa Lodhia. Tutazalisha tani 1,000 ya nondo kwa siku, ambayo itakuwa kubwa sana, sio Tanzania pekee, lakini East Africa nzima itakuwa namba 1. Na vision ambayo tunayo 2030 tutakuwa na zalisha bilioni 1 kwa mwaka, ambayo ni sawasawa kwa dola itakuwa kama 1 billion USD. Hayo ni malengo ya Bepari katika kuzalisha bidhaa ndani ya nchi. Kumbuka hayo ni malengo ya Bepari, sio malengo ya Watanzania. Huyu ni mtu anataka faida. This is no person there for Tanzanians. This is a person there to suck profit for his companies and his shareholders. We don't know where these shareholders are living. Hatujui ama shareholder wake wanaishi wapi. We must make sure we tell Tanzanian leaders that the Beparis, these capitalists, are there for profit. We know what they did to American countries. Now America is looking for the capitalists to invest again in their country. Lazima tuambie wao ama rais, viongozi wetu kwamba sisi tukae pale tupige makofi, viwanda vinakuja kwetu. Hivi ni viwanda vya watu, wakiamua kufunga wanafunga tu. Wameshindwa kuelewana kwenye dividend yao huko, hatuelejui. Lakini we must make sure sisi kama Watanzania tuna vya kwetu. Nikisema sisi kama Watanzania simaanishi mimi na yule. The Tanzanian department ambayo inalindwa kwa mtutu wa bunduki, ukimisuse tunakuliquidate. Lazima tuwe na sheria kali, hivyo tutahakikisha tunapata teknolojia kwa ajili ya vizazi vyetu. Hakuna Bepari aliyewahi kuijenga nchi yoyote. Mabepari wangekuwa wanajenga nchi, Amerika isingedondoka vile ilivyodondoka. Sasa hawa bwana wana power ya ajabu. Kwangu mimi ningekuwa ni rais wa nchi, watu kama wako wana nguvu hivi, sometimes they can dictate their terms in a country. Naomba mwasikilize vizuri. Unafikiri kwa nini ile Marekani wa Israeli wanakuwa na nguvu? Ni kwa sababu ya vitu kama hivi. Msikilize huyu bwana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ufupi tu na mchango wangu mwaka jana, naomba nizungumze tu kwa haraka. NSSF tumelipa karibu milioni 4.8 bilioni, SDL zaidi ya bilioni 1, PAYE tumelipa zaidi ya bilioni 4.6, service levy tumelipa 1.5 billion.
kwa mwaka, ambayo ni nyingi sana. Kwa hiyo na withholding tax TPDC tumelipa karibu zaidi ya bilioni 8, TANESCO tumelipa bilioni 25, na VAT peke yake tumelipa karibia bilioni 90. Na tunapokwenda huko mbele na tutazalisha vizuri na zaidi, tunategemea kwa mwaka 2027 tutaweza kufika kwa VAT peke yake bilioni 300 mpaka bilioni 400. Nashukuru sana. Mswahili elimika, hakuna cha bure.